Karibu tena kwenye Change Talk Podcast. Hii ni season ya pili, episode ya 4. Mimi ni Neema Kajange. Na kwenye episode hii tutaangazia zaidi namna ya kuunda hoja wakati wa public speaking. Ni kwamba kuna watu wengi wanajua kuzungumza, lakini si wote wanaojua kujenga hoja zenye kushawishi na kubadili mitazamo na kuwafanya watu wachukue hatua. Siko peke yangu, niko na mtaalamu wa mawasiliano Mr. Musa Semuyemba ambaye yeye ni communication coach and media trainer. Kwa hiyo yeye atatudadavulia zaidi na kutujuza na kutueleza tunafanyaje kuunda hoja zenye matokeo na ushawishi na kuleta mabadiliko pale tunapokuwa tunazungumza na hadhira wetu. Karibu sana Mr. Musa Semuyemba. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa kweli leo mada ni nzito sana. Yaani tunaongea vitu basic tu. Kujenga hoja. Unajua kujenga hoja ni kitu ambacho kinawashinda watu wengi. Ndio maana mtu kama anaongea vitu ambavyo tunasema ni pointless, wanasema huyu hana hoja. Ama unamwambia jibu kwa hoja, jibu hoja. Kwa sababu wakuta na maneno mengi kuliko hoja. Mambo ni maneno acha maneno mengi. Toa hoja, jibu hoja. Kwa hiyo kumbe hoja ni jambo ambalo ni zuri na jambo la msingi sana. Ila unfortunately watu wengi sana hawawezi kujenga hoja. Wanashindwa kujenga hoja. Ndio maana nimefurahi kwa sababu kwenye season hii ya 4, hii season hii ya pili, kwenye episode ya 4 umeleta hii mada ya kwamba jinsi gani ya kujenga hoja. Mimi naamini watazamaji wetu wataweza kufaidika sana na hili swala la kujenga hoja, kwa sababu huwezi kushawishi bila kujenga hoja. Sawa. Sasa mtaalamu, tujuzi sasa kujenga hoja ni nini? Okay. Tunaposema kujenga hoja, na hii natamani nizungumze taratibu na kwa wepesi ili watu wakimbize wasikilizaji na watazamaji. Yani nizungumze pointi kwa pointi. Tunaposema kujenga hoja, hii ni mbinu ya mawasiliano ambayo ina lengo la kushawishi. Narudia tena. Tunaposema kujenga hoja, ni mbinu ya mawasiliano ambayo lengo lake hasa ni kushawishi watu wakubaliane na mtazamo ulionao wewe. Katika maisha kuna vitu vingi sana ambavyo hatukubaliani. Katika kuyatazama mambo tuna mitazamo tofauti. Linaweza likawa ni jambo moja ambalo lote ni jambo hilo linalofanana, lakini huyu akawa ana mtazamo lifanyike katika namna hii, huyu anatamani liende katika namna hii, na huyu anatamani liende katika namna hii, lakini mwisho wa siku linatakiwa litekelezwe katika namna moja. Sasa ili liweze kutengenezwa katika namna moja, ina maana ni lazima mtazamo fulani ndio tuende nao. Sasa huu mtazamo fulani maana yake lazima tuzisikilize hoja za watu tofauti. Tunapozisikiliza hoja za watu tofauti, yule mwenye uwezo wa kushawishi ndiye ambaye tutaenda naye. Ni sawa tu hata kwenye vyama vya siasa. Tunapoenda kwenye uchaguzi, maana yake kila chama cha siasa, kila mgombea anatoa hoja. Ile hoja yake anayoitoa, lengo la watu ni kupata, lengo la watu wanataka maendeleo. Kama ni watu wa taasisi, wanataka maendeleo kwenye taasisi yao. Kama ni kikundi cha watu, kinataka maendeleo kwenye kikundi chao. Kama ni nchi, kama nchi yetu ya Tanzania, tunataka maendeleo kwenye taifa. Maendeleo yanatugusa wote. Maendeleo hayana chama. Lakini vinakuja vyama tofauti vya siasa, wanakuja wagombea tofauti wa nafasi labda ya wenyekiti, ukatibu kwenye hiyo taasisi, ambao hawa kila mmoja anakuja na mtazamo wake jinsi ya kuleta maendeleo, jinsi ya kuenenda mbele, jinsi ya kuiongoza nchi. Kwa hiyo hawa wanatoa hoja. Huyu mgombea anatoa hoja, na hii hoja ambayo anatoa maana yake, tafsiri yake kifupi kwamba jamani, mimi ndio ni mtazamo wangu tufanye katika namna hii, kwa sababu tukifanya namna hii tutafanikiwa. Na huyu naye anatoa nini? Anatoa hoja. Lengo ni nini? Watu wengi, the majority, wanielewe, wanipokee. Kwa hoja msingi wake ni kushawishi watu wakubaliane na mtazamo wako juu ya jambo fulani. Wow. Jamani, mtaalamu unashusha nondo mpaka tunasikia kizunguzungu. Hiyo ndo hoja. Sawa, lakini hoja inatolewa. Ndio, ni kwa nini watu wanapaswa kuzijenga hoja? Umeelezea maana ya uundaji wa hoja wakati wa public speaking, lakini ni kwa nini hasa mtu ajenge hoja kabla na wakati sasa wa kufanya public speaking? Tunaposema sasa public speaking, si watu wanazungumza, si mtu anazungumza mbele za watu. Hoja huwezi ukaitolea chumbani.
umekaa peke yako unaitoa hoja, unless otherwise unaotoa hoja kwa kuandika. Lakini hoja tunapozungumzia katika public speaking ni pale ambapo unasimama mbele za watu, unatumia study za mawasiliano, una present kitu chako unachotaka kukipresent ili watu waweze kukusikiliza na ili uweze kuwashawishi. Manake unatumia mawasiliano katika kushawishi watu. Na unapoenda kushawishi watu unatumia zile mbinu za mawasiliano, ndio tunasema kwamba unajenga hoja. Kwa kujenga hoja ni uweze ukatenganisha kujenga hoja na study za public speaking. Sawa, lakini kwenye kujenga hoja kuna watu wengi wamekuwa wakifika on stage, hoja anayoitoa na mada iliyotambulishwa ni vitu viwili tofauti. Na hii huwa inasababishwa na kitu gani? Huyo manake hajajenga hoja. Kifupi tu hana maandalizi. Unaitoa haiendani, manake hujajenga hoja. Labda tujifunze zaidi ni kwamba kuna umuhimu gani labda wa kujenga hoja. Manake wakati mwingine labda watu wanaweza kasikia tu kujenga hoja. Kujenga hoja manake unawini kwenye ushawishi. Na dunia ya leo hii iwe ni kwenye nyanja ya biashara, iwe kwenye nyanja ya uwekezaji, iwe kwenye nyanja ya elimu, iwe ni kwenye nyanja yoyote, tunasonga mbele au unaweza ukauza kwa kutumia ushawishi. Bila kuwa na ushawishi wa watu aisee huwezi kufanikiwa. Kwa mfano, tuna watu tunaitwa robust, economic robust. Leo hii labda katika Tanzania nichukulie mfano ambao unaendelea. Kuna tajiri namba 1 Afrika ambaye anaitwa Aliko Dangote. Na hapa kuna refinery, kiwanda fulani cha kusafisha mafuta ambacho kinatakiwa kijengwe. Sasa kumekuwa na mjadala katika vyombo vya habari kwamba hichi kiwanda kijengwe Tanga, Tanzania ama kijengwe Mombasa, Kenya. Sasa kumekuwa na hizi, manake sisi Tanzania na Kenya tunatamani, kila nchi inatamani kiwanda kijengwe katika sehemu yake. Sisi wa Tanzania tunatamani kijengwe Tanzania. Lengo ni nini? Tunajua kikijengwa Tanzania tutatengeneza ajira nyingi kwa watu wetu, lakini pia tutanani uchumi. Hadi value kwenye uchumi wetu. The same itakuwa na Kenya. Kikijengwa Kenya kitaenda kuajiri wa Tanzania wengi, kitaajiri wa Kenya wengi. Manake mle ndani watahitajika watu wa kila na mama ntilie, watu sijui wafanya kazi, tunasema inauchangamsha uchumi. Sasa hivi manake ili sisi Tanzania tu win lazima tujenge hoja kwa yule tajiri. Na ili Kenya wa win nao wataenda kujenga hoja kwa yule tajiri. Na hoja zenyewe zitakuwa ni kwamba yule tajiri ambaye ndo muamuzi atasikiliza hoja za huku na atasikiliza na hoja za huku. Alafu mwisho wa siku atafanya maamuzi, atachagua. Kwa faida kubwa kabisa ya kujenga kujenga hoja ni kuwin ushawishi. Kwa kama ni uwekezaji utawini wawekezaji wengi, kama ni kwenye biashara utawini wateja wengi, kama ni kwenye elimu utawini wafuasi wengi. Kama ni kwenye sijui upande wa dini utawini pia wafuasi wengi, kama ni kwenye siasa utawini nafasi pia ya kuongoza. Yaani hata uongozi unaupata kwa kujenga hoja. Ukiachana ule uongozi wa kupewa. Sawa. Mtazamaji, jitahidi sana kujenga hoja kabla ya kuzungumza kwa sababu kuwa na uwezo wa kujenga hoja. Kwa sababu kitu hicho pekee ndio kitaamua sisi kama hadhira wako tukusikilize, tufanyie kazi, tubadili mitazamo, tukukubali ama tusikukubali, tukukatae, yani sisi tukupende au tusikupende. Hivyo. Lakini mtaalamu, kuna watu wengi ambao ndio public speaker chipukizi tuseme. Kwenye kujenga hoja, hatujenge hoja from nowhere. Ni vitu gani vinamsaidia mtu kujenga hoja? Kwa sababu kwenye kujenga hoja kunaanza na maandalizi binafsi kabla ya kwenda pale mbele za watu. Kwa ni vitu gani vinamsaidia mtu na kumwezesha mtu kujenga hoja kwanza yeye mwenyewe kabla ya kwenda kuongea mbele za watu? Hapo umezungumza kwenye sehemu ya maandalizi. Siku zote unapotaka kwenda kuzungumza mbele za watu ni lazima uwe una maandalizi ya kutosha. Na kitu cha pili, mzungumzaji mzuri ni yule mwenye maandalizi ya kutosha. Lakini ukiachana na maandalizi ya kutosha ni mtu ambaye anakifahamu kile anachokizungumza. Yaani ni sehemu ya maisha yake. Mfano mimi communication ni sehemu ya maisha yangu. Ni kitu nimekisomea, nimekaa darasani, ninakifanya kila siku. Kwa hiyo it's a part of my life. Kwa hiyo lazima hicho kitu unachokwenda kukipresent kiwe ni kitu ambacho ni sehemu ya maisha yako. Ni kitu unachokijua vizuri. Kitu unachokijua vizuri. Kwa hiyo wewe kwa mfano, let's say tutumie mfano kwamba wewe umeajiriwa katika wewe ni mwanahabari.
umeajiriwa katika kiwanda cha simenti ama taasisi ambayo inauza simenti. Wewe sio mtaalamu wa kutengeneza simenti. Ama let's say nitumie mfano wa kawaida. Wewe umeajiriwa katika taasisi ya madawa au umeajiriwa katika hospitali fulani. Unapaswa kujielimisha sana juu ya masuala yale madawa. Kama umeajiriwa na taasisi ya madawa au ya kudhibiti vitu fulani, unapaswa sana kujielimisha, hata kama sio taaluma yako ambayo umeisomea darasani. Uwe na knowledge ya kutosha. Knowledge ya kutosha ya vitu, knowledge ya mifumo, knowledge ya sera, knowledge ya sheria, knowledge ya miongozo, knowledge ya bidhaa, knowledge ya taratibu mbalimbali zinazo govern hiyo sehemu. Unapaswa kuwa nazo sana. Hizo zitakusaidia sana kuwa mzungumzaji mzuri, maana katika kujenga hoja kuna mambo mengi, ikiwemo swala zima la kuulizwa maswali na maswali chokonozi na maswali chokozi ambayo yatajichokoza. Maana watu hawafanyi maamuzi bila kuridhika na kile ulichoongea. Ndio maana watu watauliza maswali na maswali na maswali. Kwa lazima una knowledge ya kutosha. Hivyo ndio vitu unatakiwa uvizingatie sana kabla ya kutaka kwenda kujenga hoja. Kabla baadaye tutaangalia namna ya kujenga hoja. Sawa, lakini kwenye hilo umenikumbusha jambo moja, kwamba watu wengi ni wavivu kujijenga katika maarifa. Yaani ni wavivu kujenga, kwa sababu uwezi ukajenga hoja bila kuwa na maarifa. Kwa hiyo wewe unatufuatilia, usiwe unakimbia sasa kujijenga katika maarifa. Na maarifa hayo tunapata sehemu mbalimbali. Unaweza kusikiliza watu, unaweza kusoma vitabu, unaweza kufanya mambo mbalimbali ambayo yanakusaidia wewe kuhakikisha, yaani kupata mifano mizuri wakati wa kupresent ni kutokana na unajua nini? Unajua nini? Yaani kutafuta una maarifa gani? Kutafuta na hii nisemee wazi, wa Tanzania tubadilike. Na hii niseme tena kwa wewe msikilizaji wetu, yaani mtazamaji wetu, na wewe uchukue huu ujumbe upeleke kwa watu wengine. Wa Tanzania tubadilike. Na sijui kama sehemu nyingi, lakini naamini hii pia tatizo lipo, na sisi tujizungumzie sisi kama Watanzania. Watanzania tubadilike. Kuna changamoto kubwa sana ya watu kujijengea maarifa. Changamoto ni kubwa sana ya watu kujijengea maarifa. Wengi sana huwa tunaamini kwamba nikisha soma shule, nikamaliza, nimemaliza kila kitu. Kimsingi shule inakupa maarifa kidogo sana. Na kwa sehemu kubwa maarifa mengi ambayo unayasoma shuleni kwenye vitabu sio maarifa ambayo utakutana nao mtaani ukimaliza shule, hasa kwa wewe unayesoma. Kwa hiyo sisi Watanzania tunaamini kwamba maarifa yanapatikana shuleni, lakini kuna kitu kinaitwa self development. Hicho kitu ni changamoto. Kwa mfano, wewe itisha hapa tamasha la starehe au tamasha la burudani, utapata watu wengi sana. Tuchukue kwenye hii jamii ya wasomi. Nenda chuo kikuu, sema jamani, hapa kuna msanii fulani anakuja, kuna burudani. Utapata yani watu wengi sana watakuja. Lakini wewe mwenyewe anzisha tamasha ama tukio la kuwajengea watu uwezo, la kuwaongezea knowledge. Labda sema tu jamani, tutakuwa tuna kongamano ama tutakuwa tuna conference ya public speaking. Utapata watu wachache sana. Kwa sababu sio tabia ya watu na sio utamaduni wa vijana wengi wa Kitanzania, ni wa Tanzania kwa ujumla, kujiongezea maarifa. Ni watu wachache sana wenye tabia za kusoma vitabu. Na hii mimi naiongea kwa ujasiri kwa sababu nipo katika kwenye jamii ya wasomi. Kwa hiyo kama jamii ya wasomi haipendi maarifa, maana yake pia uko kwenye jamii ya watu ambao hawajasoma, hali ni mbaya zaidi. Ni wangapi leo wanaingia YouTube kwenda kujifunza vitu vipya? Ni wangapi leo wanatumia mitandao ya kijamii kujifunza vitu vipya? Mara nyingi ukiangalia mitandao mingi ya kijamii haitumiki kujifunza vitu vipya. Inatumika tu katika kufanya hiyo socialization. Haitumiki katika kujiongezea maarifa. Unaweza kukuta mtu anasoma mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3 na anasoma journalism. Hajui editing, hajui kuedit video, hajui kuedit audio, hajui kufanya graphics. Anasubiri kia kitu afundishwe darasani. Anasubiri darasani anaweza asifundishwe. Kwa anamaliza hajui chochote. Lakini ukienda leo YouTube, ukitafuta tutorials za kutengeneza vitu, utapata tutorials nyingi. Kwa hatuna tabia ya kujiongezea maarifa, ila self development. Kama hauna tabia ya kujiongezea maarifa shuleni, hata kazini hautajiongezea maarifa. Kazini kuna changamoto mpya zinatokea kila siku kwenye majukumu yako ya kazi. Na ili uweze kuwa champion, ili uweze kulead, ili uweze kufanikiwa na kupanda haraka kazini, lazima uwe na tabia ya kujielimisha kila siku. Kila siku jielimishe, kila siku jielimishe. Hapo ndio utafanya nini? Utafanikiwa. Na tunarudi hata katika ushawishi. Hauwezi kuwa mshawishi mzuri kwa maneno matupu. Utawashawishi tu wajinga, lakini huwezi ukawashawishi watu wenye akili ukiwa na maneno matupu.
Na wajinga kadiri siku zinavyozidi kuendelea, wajinga wanapungua. Kwa sababu tunaposema ujinga sio neno baya. Kwa mfano chukulia hata level ya watu kwenye uelewa. Angalia watu siku hizi tunashukuru serikali kwamba elimu imekuwa, kwanza elimu ya msingi imepandishwa mpaka form 4. Lakini elimu watu wengi wanasoma sasa. Zamani unakuta hata kwenye kijiji anafaulu mtu mmoja ndio kasoma. Lakini sasa hivi kiwango cha watu ambao wamepata angalau hiyo elimu ya msingi ya form 4 inazidi kuongezeka. Manake wajinga wanazidi kupungua. Miaka 50 mbele, miaka 25 mbele, akili za Watanzania, uwezo wa Watanzania kufikiri utakuwa ni mkubwa kuliko uwezo wa sasa. Na maarifa yanazidi kuongezeka. Kwa sababu gani? Pia hata ile globalization. Siku hizi internet inafungua, tunasema kuna watu wenye tunaita pluralism. Watu wanakuwa na mitazamo, watu wanakuwa rational, watu wanakuwa na uwezo wa kuhoji na kufikiri. Kwa hiyo wajinga watapungua sana. Mjinga ndio unaweza kumshawishi bila hoja. Lakini mtu ambaye ana elimu, huyu huwezi kumshawishi bila hoja. Kwa hiyo ukitaka kuja kuwa mtu mwenye ushawishi huko mbele kwenye maisha yako, ni lazima uinvest katika maarifa ili uweze kujenga hoja. Maanake huko mbeleni, miaka ya mbele au miaka tu michache mbele, kwa dili watu wanavyoelimika hakutakuwa na wajinga. Ni kweli, lakini hapo mtaalamu umezungumzia sana swala la wasomi wamekuwa vivu kujiongezea maarifa. Lakini mimi naomba nigusie sasa upande wa wale watu ambao sio wasomi. Ni kwamba katika kujijenga katika maarifa, hatutegemei elimu ya darasani pekee. Kabisa. Kuna elimu ya mazingira ambayo tunayo, lakini pia kila mtu kuna dini anayoiamini, tuna vitabu vya dini. Kwa hiyo wewe hata kama sio msomi, hivyo vitabu vya dini ambavyo vipo Biblia au Qur'ani ni best knowledge ambayo inaweza kukusaidia kabisa kujenga hoja. Kuna mtu mwingine anaona kama vile tumemtenga tunavotaja wasomi, lakini hatujakutenga. Ni kwa sababu wewe mwenyewe kuna sehemu ambayo utaenda kuwa public speaker. Hata mtaani kwako unaweza kama mwenyekiti wa mtaa. Mwenyekiti wa mtaa tutaki mpaka awe na cheti cha uongozi. Kwa hiyo hata kama wewe sio msomi, best knowledge ambayo unaweza kaipata, unaweza kujijenga kwenye maarifa kupitia hata vitabu vya dini, kujifunza kwa watu. Hata kama hujui kusoma na kuandika, bado una nafasi ya kujijenga katika maarifa, kwa sababu kuna watu ambao na wenyewe hawaandiki, yani wanazungumza. Kila tukizungumza kinaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na nisisitize hapo kwamba uzuri sasa hivi tunaishi katika, tunasema dunia ambayo iko very very exposed. Leo hii sihitaji kwenda Marekani ili nijue Marekani nini kinaendelea. Yes. Leo hii sihitaji kwenda China ili kujua ni nini China kinaendelea. Dunia sasa imefunguka sana. Dunia ipo kiganjani. Kila unachokihitaji kipo kiganjani kwako. Kwa maana kwa kutumia smartphone yako unaweza ukajielimisha na ukapata maarifa mengi kuliko hata mtu ambaye amekaa darasani miaka 3. Inategemea tu wewe unataka kujifunza nini. Leo zamani ili nijifunze kupika keki, ilikuwa ni lazima nikamtafute mtaalamu wa nini? Wa keki. Lakini leo hii ili nijifunze kupika keki, nitaingia YouTube, nitasearch, nitapata mtu anayefundisha kupika keki, nitapika keki nyumbani. Bila hata kuzungumza na mtu mwingine yoyote. Bila kulipa popote. Kulipa ninachohitaji ni bando langu. Lakini sasa Tanzania kuna msemo hivyo, una msemo huo unasema kwamba Tanzania kikubwa uwe na bando. Lakini sasa huo msemo huo unasema katika kufuatilia vile vitu ambavyo sio vya maana sana. Of course vina socialize, lakini tusivipe muda wote tukaviwekea. Tuinvest sana katika kutafuta maarifa, na maarifa yapo. Now the problem is not knowledge. The problem ni wewe mwenyewe kuamua kuchukua hatua ya maarifa yapo. Kujua nini ufanye, nini usifanye, maarifa gani uchukue na maarifa gani usichukue. Unajua kuna mwingine anachukua maarifa ambayo si sahihi. Yaani kweli anajitahidi kujifunza, lakini kuja kufuatia vitu anavyovifuatilia, knowledge anayoipata ni ile negative knowledge. Kwa hiyo mtaalamu, nadhani tunaenda tamati, lakini sasa kabla hujatamatisha utueleze sasa ni jinsi gani mtu anaweza kujenga hoja. Sasa kujenga hoja katika public speaking, tunasema kwamba unatakiwa uwe na kunafuata hatua 3. Sijui nianze vipi hapa, lakini tunasema katika public speaking unapotaka kujenga hoja, kwanza lazima uwe na hoja yenyewe. Uwe na hiyo argument yako, ama uwe na kitu tunakiita claim. Uwe na claim. Claim ni kitu ambacho wewe unakiamini. Tuchukulie jambo hili lina pande 3. Kuna watu wanaokubaliana nalo, kuna watu ambao hawakubaliani nalo, na kuna watu ambao wao wako katikati, wako neutral. Wanakubali huku kidogo
na wanakubali huku kidogo. Wewe lazima tukujue wewe unamsimamia mtazamo, wewe uko wapi. Usiwe yani unatupa ambiguity, unatupa utata. Usiwe huku. Tunataka tujue wewe ni wa huku, wewe ni wa hapa. Kwa lazima uji-identify kwa wasikilizaji wako, wakujue wewe unasimamia nini. Mara nyingi sana changamoto kubwa ya public speakers hasa katika ushawishi watu hawajui hawa watu wanasimamia nini. Ni nini wanachokisimamia? Si ndio? Yes. Na let's say ni chama cha siasa. Chama chenu kinasimamia nini? Ni nini msingi wa chama chenu? Ni nini kinaamini na ni nini hakiamini? Kwa unavyoishi ni lazima useme uwe wazi kwamba ni nini unakiamini, ni nini ukiamini, ili watu wakujue wewe kara yako ni ipi. So people they have to identify your color, show your color, show your true color. Baada ya kushow your true color, then hiyo ni hatua ya kwanza, uwe na claim, uwe na hoja. Kitu gani? Kwa mfano unaweza kusema mimi sikubaliani na swala la wanafunzi wa chuo kikuu kupewa mikopo. Hiyo ni hoja. Ni hoja ya wazi. Nimechagua hiyo lakini nimetoa hoja ya wazi. Unaona? Kwa sababu kuna mbunge aliwahi kusema bungeni kwamba wanafunzi wasipewe mikopo. Kwa hiyo wewe unaweza kujenga hoja yako kwenye kwa sababu lengo si kushawishi watu. Naweza nikaenda na hoja yangu hii. Ndio maana tunasema katika kujenga hoja hujibiwa kwa hoja. Hoja hujibiwa kwa hoja. Mara nyingi siku hizi unakuta mtu anatoka kwenye press, anaongea press, anatoa hoja yake. Jamani, mimi naona hichi kitu hakijakaa sawa hivi na hivi. Baada ya muda utakuta watu wanatoka kuja kujibu, lakini hawajibu zile hoja, wanarudi kuja kutukana. Wewe umetumwa, wewe sijui uko hivi, wewe sijui chawa, wewe ni chawa, wewe sijui unatumiwa sijui na nani, wewe sijui kwanza unalewa sana. Kwanza sijui sasa tunaanza kuattack mpaka personality za watu. Lakini mtu katoa hoja, maana yake amesema hivi, mimi sikubaliani na swala la wanafunzi kupewa mikopo. Ametoa hoja. Wewe njoo na hoja ya kupinga kwamba mimi nakubaliana na wanafunzi kutoa mikopo. Alafu hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo uwe na claim. Hatua ya pili lazima uwe na reasons. Reason for hoja yako. Sababu na hoja hiyo. Reasons. Yaani uwe na reason, sababu zaidi ya moja. Wow. Kwa nini wewe unaamini hivi? Kwa sababu mimi sikubaliani na wanafunzi kupewa mikopo. Hoja na huo jamani, natoa ni mfano jamani. Sio kwamba sikubaliani. Natoa mfano katika. Anakubaliana lakini ni mfano. Hoja ya kwanza, moja, wanatumia vibaya fedha. Pili, hizi fedha zinawafanya wasisome. Tatu, hizi fedha zinafanya wazazi wasiwatumie hela huko shuleni. Kwa wanafunzi wanateseka kwa sababu wazazi wanawaambia kwamba una boom, lakini kimsingi boom haifanye nini? Haitoshi. Kwa naweza nikajenga hoja zangu labda 3. Yes. Ama nikajenga reasons zangu 3. Kwa hoja au claim yako lazima isapotiwe na reason. Ni vitu vinavyoenda sambamba, hoja na sababu za hoja yako. Lazima uwaambie watu mimi naamini hiki kwa sababu gani. Ndiyo. Ukisema tu mimi naamini hiki, unajua naamini hiki, watu kwanza utapata ushawishi wa watu. Lakini zile sababu unazozitoa ndio watu wataelewa, huyu anaamini hiki kwa sababu moja. Au unapoenda kwa watu unaambia mimi ndio nitakuwa kiongozi bora. Jamani, kwa nini wewe utakuwa kiongozi bora? Kwa nini kwanza wewe unajua utakuwa kiongozi bora? Lazima uwashawishi sasa, uwaambie watu mimi nitakuwa kiongozi bora kwenu kwa sababu moja, kuna tatizo lile pale ambalo nitalisolve. Kuna issue ile pale wenzangu walishindwa kufanya, mimi nikafanya. Unatoa sasa sababu za kwa nini watu waamini katika wewe. Zile sababu ndo zitafanya watu waweze kukusikiliza. Ili sasa uwini mioyo yao na uwini uonekane kwamba sababu zako ni za kweli. Manake claim inathibitishwa na sababu. Sababu zinasapotiwa na ushahidi. Wow. Lazima uwe na evidence. Ndio tunasema ufanye reference ya sheria, ufanye reference ya kwa mfano mimi jamani nitakuwa kiongozi bora. Kwa nini? Kwa sababu yangu ya kwanza ni kwamba mimi bwana nina huruma na watu, ninasaidia watu wanyonge. Sasa ukisema unasaidia watu wanyonge, tupe ushahidi. Kwamba mwaka jana kuna mama fulani ambaye nyie wote mnamkumbuka alikuwepo hapa. Huyu mama alikuwa anahangaika, alikuwa hana mtaji, lakini mimi nilitoa fedha zangu nikatoa mtaji kwa huyu mama. Leo hii huyu mama ni mfanyabiashara mkubwa. Uongo ukweli? Ila ni kweli. Watu kweli wanasema ila ni kweli alitufanya. Unakuja sababu ya pili, mimi nina uchungu sana na matatizo ya elimu ya hawa watu, labda shule kukosa vyoo. Kwa hiyo mkinichagua nitajenga vyoo kwenye shule zote. Ushahidi, unatoa sasa ushahidi ama evidence ya hiyo hoja yako. Na hii sisemi tu kwa sababu nimeshafanya.
siku fulani tarehe fulani nilijenga chuo. Ukweli sio ukweli? Ni ukweli. Kwa mwisho wa siku watu watasema hii hoja anayoisema huyu mtu ni hoja ambayo ni sahihi. Mwisho wa siku utawini ushawishi wako, lakini lazima ukumbuke kwamba kujenga hoja kuna ngazi 3. Uwe na claim, madai yako ambao unadai, ambao unatamani watu wakubaliane na ule mtazamo wako. Ikiwa ni kama biashara, wanunue bidhaa yako. Ikiwa ni uongozi, wakuchague wewe, wasimchague mtu mwingine. Kwa hiyo ndo claim yako. Ukija kwenye ngazi ya pili ni ngazi ya reasons, sababu. Lazima utoe sababu kwa nini watu wakuchague wewe, kwa nini watu wanunue bidhaa yako, kwa nini watu wapate huduma kwako. Alafu ngazi ya 3 ya mwisho lazima utoe evidence. Kwenye kila sababu lazima uitolee evidence. Evidence ni yale ambayo tayari umekwisha yafanya. Kama ni kwenye siasa, waambie vitu gani ambavyo ulikwisha kuvifanya. Kama ni kwenye job interview, ni lazima uwaambie watu ni kazi gani ambazo ni vitu gani ambavyo ulishavifanya ambavyo vyenyewe vinaweza vikakuthibitishia kwamba wewe utakuwa kiongozi bora. Sawa, jamani, tumefika tamati ya episode yetu ya 4. Mtaalamu anashusha nondo kweli, maarifa. Na hapo tupo kujijenga katika maarifa. Mimi najijenga, wewe unajijenga, lakini mtaalamu mwenyewe anajijenga. Kwa hiyo usiache kutufuatilia. Hii ni episode ya 4 na ni season 2 ya Change Talk Podcast. Mimi ni Neema Kajange na mada mezani ilikuwa ni uundaji wa hoja katika public speaking. Wakati wa public speaking, kuna cha kumalizia? Kwa kweli watu wajikite sana katika kujifunza kujenga hoja na kujibu hoja. Hoja haipigwi teke jamani. Hoja inajibiwa kwa hoja. Na kujibu hoja bila hoja, maana yake utataki personality ya mtu, utatukana. Usitukane. Mtu akisema kitu hukubaliani nacho, usizomee. Tulia, kaa chini, njoo na hoja ya kupingana na ile hoja. Na huo ndo ulimwengu sasa wa ustaarabu. Natamani Tanzania iwe hivyo, kuanzia kwenye ngazi za familia mpaka kwenye ngazi ya taifa. Sawa, mimi nakuacha na swali. Ni mara ngapi umekutana na kadha mbali kwenye maisha yako, lakini ulireact vibaya, haukujenga hoja na haukueleweka ulipojibu? Tafakari, chukua hatua. Mimi ni Neema Kajange. Bye bye, mpaka wakati mwingine.